Sasa na ukifa kama muombaji, manake wale wakina Nyama alikuwa anashika madhabahu na Simeon, utawaona hapo kama waombaji. Tunaelewana watu wa Mungu? Sasa nikuulize swali kwenye uombaji hauko, kuomba uombi, kwenye kuhubiri hauko. Sasa tukuulize mpendo, ukianza ukata roho, nani anaanza kupokea? Amina sana. Tunaelewana? Na tunajua kabisa kikundi cha wasenganiaji kinakwenda kushamba. Kwa hiyo usishangae unapoanza kukufa huko unatotolea macho unapiga miguu namna hii. Usife kishamba. Ile mbele ile unashambua, network inapoanza kukata, usabe kukwambia wanakuja nani? Hiyo ndio idara yako mpendo, umeshakuja kuchukua. Unasumbuka nini? Tunaelewana watu wa Mungu? Haleluya sana. Haleluya sana. Mungu haitengenezwi mbinguni, Mungu anatengeneza duniani. Chochote unachokitengeneza hapa tarajia kesho mbinguni. Sasa anaposema tukifika mbinguni tutafutwa machozi, ni machozi gani? Ni machozi ya maisha magumu unayopitia. Hayo sio machozi. Umeelewa mtu wa Mungu? Kwa sababu watu wachawi wana mapito yao. Unaona kifika mbinguni wanafuta machozi. Hello. Practice make a person to be perfect. Uwezi ukaenda mbinguni wakati duniani hayo mambo ya mbinguni ndio kuyafanya. Yaani tuna ujaye kuabudu, mbinguni si kuabudu. Wakati kwa duniani hata kuabudu au duniani huko tu. Ukipita huko tu. Sasa kuna wanaenda kufanya nini? Kwa mbingu inaangalia tukiwa wapi? Kwa sababu hiyo hakuna ushindi bila nini? Na upinzani. Ushinde maana kuna vita. Kwa imani kinachopiganiwa kwa maisha ya mwanadamu ni imani. Mapito yote chochote unachokutana nacho kwenye maisha yako, kinachoangaliwa shetani anachocheza nacho ni nini? Na akifanikiwa kuiumbisha imani yako, anakuwa mshindi wa shetani. Sikiliza nikwambie, shetani alikukujaribu wewe kama yeye mwenyewe hajaribu kukuangusha. Sio maana neno la Mungu. Shetani hawezi kuja akaja hivi na majeshi yake kama hajakupigia time muda mrefu. Ameshakujua kwamba huyu nikitokea hapa achomoki, ndio naye anaanza kuleta mapigo yake. Halo. Hakuna mtu anaenda vitani akajua anaenda kushinda. Eti watu wa Mungu. Watu wa Mungu unazokana na